Kama mapenzi yana lugha yake, basi hapa ndipo mahali pa kuyatafsiri. Karibu Love and Talk. Hiki ni kipindi kipendacho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana, mambo vipi? Mimi ni Lizo Voice Zanzibar na hii ni Love and Talk. Bwana, leo nimekuja na makala nzuri kuhusiana na mapenzi, au sio bwana? Kuna filamu moja inaitwa Terenam. Hiyo filamu bwana inanifunza mengi sana kuhusu mapenzi. Mule bwana, kwenye ile filamu bwana kuna jamaa anaitwa Salman Khan. Bwana anaitwa Salman Khan. Yule jamaa bwana anampenda binti wa chuo, na binti wa chuo huyo ndo ambaye anambadilisha kila kitu, anambadilisha kuwa muhuni, anambadilisha kwenye maisha ya ujana na anamleta kwenye maisha ambayo binadamu anapaswa kuishi. Kama utaangalia ile filamu Terenam, basi naamini utajifunza mengi sana. Na leo bwana, katika makala yangu hapa inasema kwamba mada ya leo, upendo wa kweli hauhitaji ukamilifu, unahitaji uaminifu. Je, kwako wewe mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, unaniambiaje kwenye komenti? Hii umeipenda ama mada tuiache katikati? Hivi karibuni nitakuletea mada yenyewe jinsi inavyokwenda. Kama mapenzi yana lugha yake, basi hapa ndipo mahali pa kuyatafsiri. Karibu Love and Talk. Hiki ni kipindi kipendacho. Naam. Na bila kupoteza muda, wacha nikulete kwenye mada yenyewe. Mimi naitwa Lizo Mavoice, ndo host wako leo, na channel yangu ni Lizo Mavoice. Subscribe channel and like pamoja na kucomment na kushare kabisa. Na TikTok pia anapatikana kama Lizo Mavoice Zanzibar. Hivyo yani. Hii mada ya leo bwana inasema watu wengi huingia kwenye mahusiano wakiamini kwamba lazima wapate mtu mkamilifu, au sio bwana? Lakini ukweli ni kwamba hakuna binadamu mkamilifu. Ni kweli hakuna binadamu mkamilifu kwenye maisha. Kila mwanadamu ameumbwa na kasoro zake, ameumbwa na madhaifu yake, na vile vile ameumbwa na vitu ambavyo sio kamili. Mapenzi yanahitaji mtu mwenye subra, uvumilivu, uaminifu na ukweli. Hii mada ya Love and Talk leo inasema kwamba lakini ukweli ni kwamba hakuna binadamu mkamilifu. Kama wewe mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, unaamini duniani hakuna binadamu mkamilifu, basi huyo ile naye unatakiwa umvumilie kwa 100%, au sio bana? Na kama utashindwa kumvumilia, maana yake wewe sio mwaminifu, maana yake wewe utaondoa uaminifu kwenye mapenzi yako. Tukiendelea na mada yetu bwana, inasema kwamba kinachofanya mahusiano ya dumu si uzuri wa pesa wala umaarufu, ni kuheshimiana, kuaminiana na kuwasiliana kwa ukweli, au sio? Unapowasiliana na mpenzi wako kila muda, aidha iwe kumtumia message, kumpigia simu, ama kumkumbuka kumpitia kwao kama unapafahamu, ama kukaa naye kubadilishana mawazo mawili matatu, hii nayo inajenga uaminifu na ukweli. Mapenzi yanahitaji maonano, mawasiliano, maongezi. Mapenzi bila maongezi, bila mawasiliano, bila kuonana, sidhani kama yanadumu. Na vile vile bwana, kama unampenda mtu, jifunze kusikiliza kabla ya kuhukumu. Je, wewe unahukumu kwanza kabla ya kujifunza? Na je, unahukumu kabla ya kuona? Na je, unahukumu bila kusikiliza? Hapa mada ikiendelea nasema kwamba jifunze kuzungumza kwa heshima hata mnapotofautiana. Mara nyingi maneno mazuri huponya majeraha ambayo hasira huongeza, au sio bwana? Na kwa nini majeraha yaponye hasira zinapoongezeka? Kwa sababu mwanaume una nguvu ya kuongea na mpenzi wako, na mwanamke pia una nguvu ya kuongea na mwanaume wako. Ipo hivi, unapomwona mpenzi wako amekasirika ama amejenga hasira kwako, unatakiwa kujifunza kwamba kuongea naye kwa ustaarabu kunajenga mahusiano, ama yani wenyewe wanasema ili mchicha uwe mkubwa ni lazima uanze kuupalilia, au sio? Kwa hiyo unatakiwa kuyapalilia mapenzi yako na kuyatilia udi manukato yapate kunukia.
Mpenzi ama mapenzi yanatakiwa subra, uvumilivu, upendo wa kweli, yani maongezi mazuri anytime. Mdomo wako unatakiwa uongee vitu vizuri kwa mpenzi wako. Mimi naamini hiyo itakujenga pia. Na pia vile vile anasema kuaminiana na kuwasiliana kwa ukweli, au sio bwana? Akasema kama unampenda mtu jifunze kusikiliza kabla ya kuhukumu. Hii nimerudia, lakini ukimpenda mtu bwana lazima ujifunze kusikiliza kwanza, alafu ndipo hukumu, kwa sababu kuna makosa mengine unaweza ukasikiliza au ukaambiwa ukasikiliza, lakini bwana mimi kanikera bwana, mpenzi wangu kwa nini awe hivi, mimi sipendi kuwa hivi, sijui mpenzi wangu kafanya hivi. Hamna kitu kama hicho. Mbele ya hapo, na ukiona mahusiano na kufanya upoteze amani yako kila siku, usiogope kuchukua muda kutafakuri. Upendo wa kweli haupaswi kukufanya uishi kwenye hofu kila wakati, au sio? Huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli ulikuwa ujumbe wetu wa leo. Kama umekugusa, usisahau kushiriki na sisi. Hosti wako mimi naitwa Lizo Mavoice, siishiwi maneno, kila siku nakuja na jipya, lakini nataka ujifunze kuwa hata wazee wetu wa zamani wameishi miaka mingi kwa sababu walipendana kweli. Hata hao wazee wetu wa zamani waliwazaa dada zetu, mama zetu, mabibi zetu na hata watu wa rika tofauti, na wao wakaolewa na wakaoa na wakaishi miaka mingi, ndipo tukapatikana sisi. Tunatakiwa kujifunza ukweli ndio unaojenga amani kwenye mapenzi. Hii ni Love and Talk. Nyuma ya kamera kuna bwana Ibra Kadabra na mimi naitwa Lizo Mavoice, hosti wako wa kila leo. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare pamoja na kucomment. Lizo Mavoice TikTok, Instagram Lizo Mavoice, YouTube channel Lizo Mavoice. Ciao. Kama mapenzi yana lugha yake, basi hapa ndipo mahali pa kuyatafsiri. Karibu Love and Talk. Hiki ni kipindi kipendacho.